pale tunahangaika, lakini alikujaga rafiki yangu mmoja kutoka mjini akanikuta hapa kijijini, akasema unaonaje tukaenda wote mjini kuhangaika. Kipindi hicho nilikuwa bado tuko kaunti hii ya Mombasa. Kwa hiyo tukatoka pale tukaelekea jijini Nairobi, lakini safari yangu ya kwenda kule haikuwa rahisi kwa sababu wazazi wangu hawakulizia mimi kwenda jijini Nairobi. Lakini kutokana na hali niliyokuwa nayo ilibidi tu ni force mazingira niende jijini Nairobi. Lakini wazazi hawakulizia. Lakini moja ya vitu ambavyo vilikuwa vinanipa maswali mengi sana ni kwamba Nairobi naenda kufanya nini? Naenda kufanya kazi gani? Rafiki yangu akaniambia kwamba usijali, kuna mishi ambayo mimi na rafiki yangu ambaye nitakuunganishia. Ni mishi gani? Akasema yeye pia kuna mishi ambayo aliambiwa na rafiki yake, kwa hiyo ikawa ni mlolongo mrefu kidogo. Lakini akanisisitiza kwamba twende tu, tukifika huko tutajua. Basi pale tulilala hiyo siku ya pili tukaamka tukaenda kupanda. Ilikuwa ni umbali kidogo wa takriban kama nusu saa hivi. Tukapanda basi pale tukaenda jijini Nairobi. Kufika Nairobi nilifikia kwa huyo rafiki yangu siku ya pili. Tulilala siku ya pili, akanichukua akanipeleka kwa huyo rafiki yake ambaye ndiye aliyekuwa amempa huo mchongo wa kazi. Kutokana na ugeni wangu, hata Waswahili wanasema huku mgeni akosi kamba mguuni. Ilibidi tu nitii kokote nilikokuwa napeleka. Kokote walikokuwa wananipeleka, kwa hiyo mimi nikawa nakubali. Na hao watu labda walikuwa wangapi? Alikuwa yeye na huyo rafiki yake. Maana wawili. Tulipofika pale akanichukua akanipeleka kwa bosi wake mmoja hivi, kaunti moja ya hapa jijini Nairobi. Imezoeleka sana. Tumeingia kwenye ile ofisi ya yule bosi wake. Kwanza tulipoingia pale nilishangazwa sana kutokana na mazingira yale ya ile ofisi. Mimi alinishangaza sana kwa sababu sisi ukizingatia tulikuwa tumetokea kijijini. Kwa hiyo nilipofika pale kulikuwa na mazingira ambayo ni mazuri, kwa kifupi ni mazuri sana, ambayo yalinivutia sana kwa sababu maskini wetu hatujazoea kuona geti la kujifungua. Kwanza tumeingia pale geti linajifungua lenyewe. Yaani geti linajifungua kwamba kuna system labda ya umeme au yani linajifunguaje? Hebu tueleze kidogo. Yaani lile nilikuja nikajua baadaye, lakini kwa wakati ule nilikuwa sifahamu. Yaani ile geti ukishasogea tu ni kama kuna sensor pale mlangoni. Ambayo kama mtu anavyosogea tu kwenye lile geti, geti linajipush, linajifungua lenyewe. Kwa hiyo mnapita mnaingia. Kwa hiyo ile kitendo tu cha kuingia pale tu getini, kupita pale ni kitu ambacho mimi binafsi kilinishangaa, nikabaki kama nimeduaa hivi. Okay bwana, karibu tena katika channel yetu hii pendwa kabisa. Wamba hoja subscribe, kumbuka kusubscribe, kulike, comment na kushare ili kupata notification soon habari zetu zitakapokuwa. Aliyoko mbele yako ni kijana na mwanachama hai wa chama cha Freemason, yanamaanisha Illuminati, ambaye leo hii tutaenda kupiga naye story kinada ubaga ilikuwaje kuaje mpaka akajiunga na chama. Je, ni nani ambaye alimpa connection ya kuingia kwenye chama? Habari yako kaka? Salama kabisa, za kwako? Nzuri, za siku nyingi. Salama kabisa. Karibu. Pole na majukumu ya hapa na pale. Asante. Asante sana. Sawa. Unaweza ukatusimulia kidogo ilikuwaje kuaje mpaka kuingia kwenye chama cha Illuminati, yanamaanisha Freemason, ilikuwaje kwa? Na mengi ambayo naweza kusimulia. Ndio. Lakini kwanza kabisa mimi naitwa Dege the Don. Dege the Don. Ndio. Kuingia kwangu, safari ya kuingia kwangu
nikaanza kwanza kukutana na rafiki yangu ambaye mimi nilisoma naye. Ndio. Nilisoma naye shule katika kijiji kimoja. Lakini yule bwana alikuja akapata kazi mjini. Ndio. Akahama pale kijijini. Ndio. Sisi tukawa tumesalia kama sekunde 30 hivi. Rafiki yangu akaniambia, "Bwana Dege vipi?" Mimi pale ndo nikashtuka, nasema kumbe hapa tulikuwa tunaelekea sehemu fulani. Akasema, "Vipi?" Nikamwambia, fresh bro." Basi tukaingia, lakini nilikuwa nimeduaa kidogo. Tukaingia katika ile ofisi. Tukamkuta huyo bosi pamoja na wafanyakazi kadhaa. Walikuwa wabinti kama 3 hivi, warembo sana, mbika sana, wamevalia mavazi ambayo yanafanana. Sikujali hilo, lakini kitu kikubwa ambacho kilikuwa kinanipa maswali kichwani ni kwamba pale mimi napewa kazi gani? Ili hali mimi sijasoma, mimi kielimu nimeishia tu kidato cha 4. Kwa hiyo tulipofika pale nikahisi labda nitapewa kazi katika ile ofisi, lakini nikajiuliza nitapewa kazi gani ili hali mimi sijasoma, elimu yangu ni kidato cha 4. Kwa hiyo ikabidi tu niwe mpole, nitulize mawazo, nisubiri wale rafiki yangu na yule bosi wake atasema nini. Basi pale nikaona amemuita kwa ndani kidogo, akamwambia, alikuwa anaitwa Alex, naomba tuongee kidogo hapa ndani. Nikamwambia mimi yeye, akamwambia ndio, njoo ndani. Wakaingia ndani, mimi wakaniacha pale. Ni kama vile ni baraza fulani, tumekaa pale sebuleni. Nikabaki nimekaa pale, wao wakaingia ndani, kuna nahisi design fulani walienda kama kujadili kitu fulani. Wakajadili kama baada ya dakika 10 hivi wakarudi. Walivyorudi pale wakaenda moja kwa moja kaambia, "Bwana Dege Zidoni, karibu sana." Na ameshanielezea yule rafiki yako, yule bosi wake ndo anasema sasa. Ameshanielezea, kwa hiyo kuwa huru, sisi tutakusaidia pamoja na timu yangu. Nasema nashukuru sana. Akaniambia, "Sasa Dege, hapa kuna gari ambayo huwa inaleta magazeti hapa kutoka kiwandani, utakuwa unasambaza magazeti hayo ambayo yanaandika habari mbalimbali hapa duniani." Magazeti ambayo yanaandika habari za kila siku. Sawa. Kwa hiyo mimi nikakubali tu, kwa sababu nimeshafika katika kaunti ile, ikabidi tu nikubali. Na nikaonyesha nia ya kufanya kazi, kwa sababu maisha yangu ambayo nilikuwa naishi, maisha yangu yalikuwa ni magumu. Halafu kufika tu katika jiji ile na ukaweza kuishi mwenyewe ukajitegemea, kwangu mimi niliona ni kitu ambacho kitakuja kunipa sana fulani nikiwa na kazi katika jiji la Nairobi. Kwa hiyo ikanibidi nikubali kufanya kazi ya kuuza magazeti. Labda walikwambia mshahara utakuwa kiasi gani ukiwa unauza hayo magazeti? Kuhusiana na mshahara, yeye tulikuwa tumepatana kwamba kadiri ya kiwango cha magazeti ninayouza, ina maana kuna kiasi ambacho utakuwa unapewa. Nitakuwa napewa kama gawio. Okay, lakini sio mshahara ule ambao inajulikana kwamba ni kiasi shilingi kadhaa kila mwezi. Okay. Kutokana na kazi. Kwa hiyo baada ya pale tuliweka mambo sawa pale, tukakubaliana, yakaisha. Mimi nikaondoka na yule rafiki yangu, nikarudi nyumbani ili kesho asubuhi nirudi nianze sasa kazi rasmi. Kazi rasmi ya kuuza hayo magazeti. Ndio. Okay. Kwa hiyo siku ya pili na kweli pale nilienda, nimefika pale nilikuwa nimeshaelekezwa kwamba daladala tashukia sehemu fulani nitapokelewa. Kwa hiyo nikapokelewa na baadhi ya wale wadada ambao niliwakuta siku ya kwanza pale ofisini. Wakanifungashia mzigo, nikaingia mtaani nikiwa kwa siku zile za kwanza nilikuwa na ongozo ambao nilipewa mmoja ambao ni msaidizi wao katika ile ofisi, wa kunitembeza ili nijue mitaa kadhaa, kwa sababu mimi nilikuwa mgeni, wa kunitembeza katika ile mitaa ya jiji la Nairobi niweze kujua kwamba unazungukia wapi, na mwisho wa siku tunarudi magazeti ya kibaki tunarudishaje ofisini. Ndio.
Sawa. Kwa hiyo nilifanya hivyo, akanitembeza baadhi ya mitaa mbalimbali. Ilikuwa ni mitaa mizuri sana, nilifurahia sana kuliona jiji la Nairobi kwa sababu ni sehemu ambayo nilikuwa nasikia tu toka kipindi cha udogo wangu kwamba kuna jiji la Nairobi. Kipindi hicho bado tuko Mombasa. Okay. Kwa hiyo pale siku ya pili, kwa kifupi, nikaendelea na kazi, tukaendelea kuzunguka baadhi ya mitaa mbalimbali. Ndio. Tumeuza yale magazeti, na kwa kifupi biashara japo haikuwa nzuri sana, lakini kwa sababu tunapambana, mimi naamini Mungu ni mkubwa, ipo siku tutafanikiwa, na niliamini kwamba ipo siku nitakuja kuwa na maisha mazuri na malengo yangu nitatimiza kwa kifupi. Ndio. Sasa issue nzima ilivyokuja sasa ni kuhusiana na siku moja, ilikuwa ni siku moja nimetoka ofisini kuchukua magazeti naenda katika kaunti moja, mtaa mmoja hivi hapa jijini Nairobi. Ni sehemu ambayo imezoeleka sana. Hiyo sehemu kuna machinga wengi sana wameweka vibanda vyao pale. Kwa hiyo jua lilikuwa linawaka, jua kali sana. Kwa hiyo mimi nikawa nimejibanza kwenye baadhi ya kile kibanda cha machinga mmoja hivi. Jua lilikuwa kali sana. Ni kama vile nilikuwa navuta pumzi kidogo. Nikiwa nimetulia hivi sasa, macho yangu yalikuwa yanatazama barabarani. Nikashangaa kuna gari moja kubwa sana na rangi ya silver. Ilikuwa imepandisha vioo mpaka juu, ikafunga breki pale mbele yangu. Sasa mimi si niko, ina maana nimeface na itazama hivi kwa mbele. Ndio. Nikaona kuna mtu anashusha hivi kioo. Anashusha kioo. Mimi nikaikazia macho ile pale. Alivyoshusha kutazama yule mtu ambaye amenishushia kioo na niangalia, nikaona hii sura kama naifahamu. Ndio. Kuna kweli nikarealize kwamba ile sura songe. Na yeye bahati nzuri akakutambua. Akanitambua, akaniita. Unaona? Yule bwana naye pia nilisoma naye kijijini Mombasa. Nilisomaga naye. Kwa hiyo alivyoniita pale nikawa nimeshajua alikuwa anaitwa shule ya msingi, tulikuwa namuita Legan. Legan. Na yeye jamaa alikuwa na mahela sana. Yaani ina maana toka kipindi hicho alikuwa na ndoto ya kuja kuwa tajiri, labda yeye Legan. Hakuwa na ndoto ya kuwa tajiri wala hakuwa na hela, kwa sababu kipindi hicho mimi tumeachana, tulikuwa tunasoma naye. Yaani ni rafiki yangu ambaye tumesoma naye, tulipotezana. Kwa hiyo hakuwa na hela kwa sababu wote kipindi hicho tulikuwa wanafunzi. Sawa. Lakini kwa muonekano wake ambao alikuja nao kwa mara hiyo, mimi nilibaini kwamba yule alikuwa ni tajiri. Bwana, wewe ambao hujasubscribe, ukumbuka kusubscribe, kulike, comment na kushare ili kupata notification suni habari zetu zitakapokuwa hewa. Aliyoko mbele yako nikwambia ni tajiri mkubwa na pesa ya kutosha, yani pesa mlima ambayo yupo nayo. Kwa hiyo tunaendelea kupiga naye story tukajua mengi juu ya yale maisha anayopitia. Yani tunataka tujue mengi kwamba anachopitia ni nini katika huo utajiri wake. Kwa hiyo tutajua tu kwamba huu utajiri wake anapitia vitu gani. Kama anapitia vitu ambavyo vinaeleweka, basi leo hii tutajua. Ndio, kwa hiyo ikawaje katika hiyo issue ya kukutana na Legan. Sasa hapo tunaanza kwamba ulipokutana na huyo rafiki yako Legan na ameshuka kwenye gari, umesema kali aina gari la silver. Ilikuwa gari gani, labda unaweza kulijia? Ilikuwa ni Land Cruiser V8. Land Cruiser V8 hizi za sasa za kisasa. Ndio. Kwa sasa hivi ninafahamu, lakini kwa kipindi kile sikufahamu ilikuwa ni gari aina gani. Okay. Kwa akaniita pale, akaniambia kwa sababu gari yake ilikuwa upande wa kulia, akaniambia zunguka hivi upande wa pili. Basi nikazunguka. Nilipozunguka nikabaki pale mlangoni. Nikabaki kama nimedua. Akasema vuta huo mlango, vutia kwako, ingia ndani. Sasa mimi katika kuvuta ule mlango nikawa nausukumiza hivi ndani. Akaniambia, Dege, acha ushamba bwana wewe. Usisukumie ndani, vutia kwako. Nikavutia, ndo ule mlango ukavunguka. Sasa ulivyofunguka ukanigonga hapa kifuani kidogo. Pole sana. Mimi asante. Mimi nikawa nimedondoka chini. Au ulipoteza fahamu labda ulipodondoka chini? Sikupoteza fahamu. Okay. Nilidondoka tu chini kwa sababu ule mlango ni mzito, afu nimeuvuta hivi kwa nguvu. Kwa hiyo ukawa kama umenipushi, nikadondoka hivi chini kidogo. Ndio. Kwa watu waliokuwepo pale
walicheka sana, walinicheka sana, lakini mimi sikujali kwa sababu tukio lenyewe kwanza lilikuwa limeniduaza kidogo. Sawa. Kwa hiyo nikainuka pale nikajifutafuta mavumbi, akasema we ingia ndani haraka, unaniaibisha sasa, ona umeshaanza kuniaibisha. Nikaingia ndani, akasema yeye kwanza akafunga kile kioo cha gari. Alafu ile gari, yani ile gari ukiwa ndani unaona vitu vya nje, ila mtu aliyoko nje haoni vitu vya ndani. Sasa hivi ndio nimefahamu kwamba hizo ni gari tinted, lakini kwa kipindi kile sikufahamu. Kwa sababu shamba ulikuwa bado ni mwingi. Kwa kipindi hicho nilikuwa mshamba, nilikuwa mshamba mwingi mno, nimetoka kijijini kwetu. Sasa mwenzako Legend tayari alikuwa mazingira anayajua ya mjini, na maana kashakuwa doni mkubwa. Kipindi hicho yeye tayari alikuwa ameshajipata, kwa Kiswahili cha sasa wanasema alikuwa ameshajipata. Ina maana pesa anayo ya kutosha fuba. Anayo pesa, alikuwa nayo. Sawa. Kwa hiyo nikaingia pale. Mimi binafsi nilipigwa na butwaa sana, nikasema Legend ambaye nimemzoea mimi, nimesoma naye katika ile shule, imekuwaje afu ni Legend huyu. Kwa hiyo kile kitu kwanza kujiuliza tu kwamba huyu ni Legend huyu ambaye namfahamu kila siku. Yaani mimi kile kiliniduaza, nikabaki nimeduaa kwenye ile siti. Kwamba huyu Legend ndo mwenye fedha nyingi. Ndio mwenye fedha, afu nipo nimeingia kwenye ile gari, imekalia kwenye ile siti, siamini. Hapa Legend ina maana sana kitambi tayari, yani mwili wake unaonekanaje? Yani kabla ya hivyo kwanza mimi nilipoingia kwenye ile gari nilikuwa nimeduaa. Kwa hiyo sikumwangalia, yani sikujaji ule muonekano wake kwa mara ya kwanza. Yani kwa kifupi mimi nilipoingia pale nikawa nalishangaa ile gari. Lakini yeye kuna story fulani ambayo alikuwa ananipigisha pale. Kuna story ambazo maneno alikuwa ananiongelesha. Mimi nikawa nimeduaa, nikawa simsikii. Yani ananipigisha story, nikawa nimeduaa. Yani kama vile network tunasema network zimeama. Kwa hiyo kuna maneno fulani akawa ananiambia, mimi nikawa simjibu. Yani hapo unaendelea kushangaa vitu vidogo kwa sababu nimeingia nimekalia kwenye ile siti, nikawa nabaki na shangaa uzuri wa lile gari. Kwanza mimi ndani ni vioo, alafu kuna harufu fulani kama marashi fulani. Yani kwa kipindi hicho sikujua marashi ya aina gani au ni anagharimu shingapi, lakini vilikuwa ni vitu vizuri sana kwa kweli. Ukiingia, mtu yeyote ambaye ungeweza kuingia katika ile gari, kushuka kufungua ule mlango ukashuka, ilikuwa sio rahisi, kwa sababu ukiingia pale ndani ya ile gari lazima uduae kwanza siti yenyewe ilikuwa ina ujazo, yani ukiingia hivi unakuwa kama umetumbukia. Hatari sana katika na Legend ndani ya gari alikuwa peke yake, kwa sababu unajua majitu yakishakuwa madoni labda alikuwa na watoto wakali pembeni kama kina Anita, kina Leila au kwa nao wao. Hapana, alikuwa yuko peke yake. Okay, sawa. Alikuwa yuko peke yake. Safi sana. Kwa hiyo akaniambia, baada ya pale akaniambia Dege, mimi nikawa simuitikii. Ikabidi aniguse hivi kidogo. Ndio. Aliponigusa hivi mimi nikashtuka kama nimezikwa, na mimi nikawa kama nimeshtuka hivi. Akaniambia vipi? Mbona haupo hapa? Nikamwambia samahani kidogo. Nilivodondoka hapo kuna kitu kidogo ni kama kimeni confuse kidogo. Akasema calm down. Tulia tuna hapa na kuongelesha, naona uko mbali. Vipi, uko sawa? Nikamwambia niko sawa. Akaniambia vipi umefikaje hapa jijini Nairobi? Nikamwambia hapa nimeletwa na rafiki yangu Alex ndo kanileta hapa. Akasema Alex yule ambaye tumesomana? Nikamwambia ndio. Akasema mlikutanaje? Akasema, nikamwambia alikuja kijijini kwetu, alivorudi akasema tuondoke wote twende kujaribu fursa, ndo kisa cha kuja hapa. Akanipeleka kwa bosi wake, akanikabidhi haya magazeti, ndo haya unaonikutana nayo nayauza mpaka sasa hivi. Kaniambia we, kwa jinsi ulivyokuaga maarufu we shuleni, mbona ufanani Dege na kuuza magazeti? Nikamwambia sio kwamba sifanani, wewe mwenyewe ukiangalia tumetoka katika zile familia zetu unazifahamu. Unafikiri nitafanya kazi gani na elimu yangu ndo kama hiyo hapo kidato cha 4 zaidi ya kufanya hizi shughuli bosi wangu? Ndio. Sasa kipindi hicho nikamjitutumua kidogo, ikabidi nimuite bosi. Akaniambia no, usiniite bosi. Mimi naitwa Legend. Legend the Don. Sijawa bosi kwako. Basi mimi ikabidi tu nishuke pale nikubaliane yeye anavyoniambia. Umeona? Sasa baada ya pale akaniambia sasa hatuwezi kuzungumzia hapa. Inabidi tutoke kidogo, twende mahali tukakae tuzungumze, tuweke mambo sawa, tufahamiane kwamba wewe umefikaje na tunaweka vipi mustakabali wetu. Ndio.
Mimi ikabidi tu nikubali. Kanichukua basi pale, akaondoa gari, tukaenda katika sehemu moja imetulia sana, ni kama vile mandhari ya hoteli fulani. Sikumbuki ni jina gani, lakini ni hoteli maarufu sana, ni nyota 3 hapa jijini Nairobi. Kwa hiyo akanipeleka pale. Alivyonipeleka pale, kwanza kabisa kulikuwa na karatasi ambayo liko pale imebandikwa, yani ile ndo wanasema menu. Menu kwa ajili ya misosi. Sasa hayo mambo leo nilikuwa nimeshayazoea tayari. Ndio. Akaniambia, Dege, agiza chochote hapo, soma andika. Nikamwambia mimi siwezi kuagiza chochote kwa sababu hata menu yenyewe ilikuwa imeandikwa Kiingereza. Wewe sifahamu, kwa hiyo siwezi kuagiza. Akasema, kwani wewe hivi ni vitu tu vya kawaida, wewe unapenda nini? Mimi nikamwambia naomba niletee ugali dagaa. Ugali dagaa? Wakati sehemu ya hoteli inabidi uagize vitu, yani menu ile ya uhakika, pizza, burger, kuna vitu fulani laini kwa ajili ya kulainisha koo. Lakini sasa hizo pizza, burger mimi nilikuwa sizifahamu. Sababu nimetoka kijijini kwetu, kitu ambacho nilikuwa nakijua ni ugali, mboga za majani na dagaa labda, lakini mboga za majani ndo zilikuwa zimezoeleka na maharage. Dagaa yani sio mkilo, ina maana inakuwa kama nyama mbadala wa mmea. Umeona? Kwa hiyo mimi nilipofika pale nikajua kabisa hapa ni mjini. Kwa hapa mjini lazima kutakuwa na vitu kama, nilikuwa nafahamu kwamba kutakuwa na kuna nyama. Lakini kwa sehemu wazi kama ile pale, hata kama ungekuwa ni wewe, kidogo ingekusita kutokana na hali uliyokuwa nayo. Kwa mimi nikaagiza tu ugali dagaa, kutokana na nilikuwa nahofia kwamba ile pesa atailipa nani, kwa sababu hoteli kama zile pale ambazo zina hadhi ya juu sana za kipekee, nilikuwa nahofia kwamba jamaa wangu tumetoka katika mazingira moja asije akaona kama namfilisi labda pesa yake. Nilivyomwambia ugali dagaa, akainama chini kidogo, nikaona anacheka sana. Anacheka sana. Sasa ile kucheka sana, mimi nikashindwa kumuelewa kwamba nimeagiza kitu cha gharama sana au yani nikawa najiuliza maswali najiuliza maswali mengi, kinachomfanya Regan pale acheke ni nini? Nikawa sipate mjibu. Akaniambia, Dege, hapa hotelini hakuna ugali na dagaa. Hapa hivyo vitu huwa haviandaliwi kabisa. Hoteli na maana wanaandaa vitu vile vizuri tu. Kwa pale nikamwambia sasa hapa mimi nitaagiza, ndo nilivyozoea kula, nitaagiza nini? Akanambia agiza hiyo namba 4 hapo. Namba 4 nini? Cheki pale nikakuta imeandikwa chick pox sijui nini pale maandishi fulani ya Kiingereza. Kweli? Yaani yeye sasa au maji tu, maji na chumvi. Yaani yeye sasa ndo nikamwachia jukumu aniagizie. Bwana, wewe ambao hujasubscribe, kumbuka kusubscribe, kulike, kushare ili kupata notification soon habari zetu zitakapokuwa hewani. Tupo na Dege the Don ambaye mtu mkubwa ana fedha nyingi. Tunaendelea. Tunamalizia story sasa. Ilikuwaje kuwaje mpaka hapo alipofikia na huo utajiri ambao anausema, kwa sababu yeye kwa sasa tunaweza tukasema ni mtu mkubwa kwa sababu fedha anayo. Yaani unaambiwa fedha mahali pake ipo kubwa sana. Sasa tumalizie basi kwa kumalizia tunaweza ukapiga haraka kawaje kwa hiyo hapo. Baada ya hapo akaniagizia pale kile chakula namba 4 sweet chick pox sijui imeandikwa nene pale, niletewa kwa kifupi niletewa nyama ya kuku. Niletewa nyama ya kuku pale, lakini kwa sababu kuku nimeshawazoea kijijini kwetu tulikuwa nakula, kwa hiyo ikabidi nile pale. Na yeye akaagiza akala. Sasa mimi alivyoagiza kilivyoletwa kile chakula, mimi ni kama vile nilihamakia sana. Kwa hiyo nikawa nakata mapande makubwa ya ile nyama. Kwa sababu ndo nakula. Akaniambia, Dege tulia. Usiende speed sana. Kuna juice pia inakuja. Nikamwambia, yaani kula kote huku bado inakuja juice? Hapana. Mimi siwezi Dege. Akawa anacheka sana, lakini yaliendelea mambo kama hayo hapo, lakini mwisho wa siku kitu ambacho nitaka sasa mtazamaji wenu wafahamu,
ni kwamba kitu ambacho kilikuja pale sasa, kilichofuatia pale ndicho kitu hasa ambacho kilikuja kikabadilisha historia ya maisha yangu. Ina maana hapo sasa ndo rasmi maisha yakaenda kubadilika. Baada ya hapo, wakati tukiwa tumeshamaliza sasa kula kile chakula, wakati tunamalizia pale tuseme, akaniambia kwanza, mimi nikamwambia Legally, kwanza wewe umewezaje kuwa na maisha kama haya hapa, ili hali mimi nakujua kwamba wewe tumesoma wote, tumekulia kijiji kimoja, na uliwezaje kufika katika jiji hili la Nairobi? Akawa amenisimulia, amenielezea kisa na mkasa chote kuhusiana na yeye. Lakini ambacho nilikuja nikabaini tu kwa kifupi, yule bwana kuna sehemu ambako alikuwa akifanya kazi. Na hiyo sehemu labda unaweza ukaijua kwamba alikuwa anafanya kazi kwenye hoteli au alikuwa anafanya kazi kwenye nini? Kwa muda ule sikujua kwamba alikuwa anafanya kazi gani, kwa sababu yeye pia hakutaka kuniweka wazi. Ndio. Lakini kwa jinsi muonekano wake yeye na gari anazozitumia na sehemu ambazo anaishi, yaani mimi niliamini kwamba yule bwana atakuwa labda ameajiriwa serikalini, kazi ambayo ina maslahi makubwa sana. Bwana, pole sana kwa hayo yote ambayo yalikukuta. Kwa hiyo sasa kwaje mpaka ukajua kazi rasmi ambayo alikuwa anaifanya? Kuijua kazi yake nilikuja nikaijua baadaye, lakini mwanzo kabisa aliniambia hivi, kuna siri. Ukitaka kujua kazi yangu kuna siri, ambayo hiyo siri itahitaji kidogo faragha ili mimi nikueleze, na kama utakuwa tayari kutunza siri, basi mimi nitakuweka uwe mmoja wetu katika hiyo kazi yangu ninayoifanya. Sawa. Nikamwambia hamna shida, kwa jinsi nilivyo na uchu wa hiyo kazi na kupata mafanikio, niwe na mafanikio kama ya kwako, mimi niko tayari kufanya lolote ili mradi upate fedha, ili mradi niwe na mafanikio kama ya kwako leo. Sawa. Ndio. Kwa hiyo baada ya pale akaniambia sasa, lakini akaniuliza mara nyingi sana, akaniambia lakini uko tayari, umejitoa, utatunza siri? Hapo sasa kwenye siri hapo. Mimi nikasema sasa huyu Legally mbona anasisitiza sana kwamba nitatunza siri, kwani ni kazi gani ambayo inaifanya? Lakini kwa sababu siku hiyo akili yangu ilikuwa imeshakutana na vitu vingi ambavyo sikuwahi kukutana navyo tangu enzi za maisha yangu nazaliwa, ikabidi tu nikubaliane kwa kila kitu ambacho nilikuwa naambiwa na sehemu yote ninayopeleka. Sawa. Kwa hiyo akaniambia sasa, wewe nenda kwanza nyumbani, kama umeniambia uko tayari na uko tayari umejitoa kuungana na mimi katika hii kazi yangu. Hapo bado hajaniambia kazi yake. Ndio. Nenda nyumbani kesho, mimi nitakuelekeza sehemu tukutane, nitakupitia, tutaenda na gari ofisini kwangu. Utakutana na mmoja wetu ambaye ndio msimamizi wetu. Basi wakikulizia, ukipata nafasi pale, basi na wewe utakuwa na mafanikio kama ya kwangu. Nikasema mimi binafsi nilifurahi sana, nikamshukuru sana. Ndio. Nikaonesha nia dhati kutaka kuungana naye, na mimi yani nilichokuwa nakiwaza nipate mafanikio kama ya kwake, na nilikuwa najiuliza yani amepataje na kufikia level kama ile pale, unafanyaje? Kwa hiyo ni maswali ambayo yalikuwa yanajirudia sana kichwani mwangu, sikuweza kuyapatia majibu kwa wakati huo. Okay, tunaanza tukasema wewe ambao hujasubscribe, kumbuka kusubscribe, kulike, comment na kushare ili kupata notification soon habari zetu zitakapokuwa hewani. Bado tunaendelea na Dege the Don ambapo anaeleza mazito juu ya mkasa mkubwa wa kuingia kwenye chama cha Illuminati last. Ndio. Kwa hiyo hapo ikawaje sasa? Baada ya hapo nilirudi nyumbani. Siku ya pili alinielekeza sehemu moja hivi. Barabara ya pili ambayo tulikuwa tunatakiwa tukutane pale. Mimi niliweza kufika ile sehemu kwa usaidizi wa mmoja wale ambao tunafanya nao kazi katika ile ofisi yangu. Ndio. Akaniacha pale, nikamwambia kuna mtu ambaye inabidi nikutane naye, ni mteja wangu ambaye ana oda ya magazeti. Akaniacha pale, yeye akaendelea na mizunguko yake. Nikiwa niko na magazeti yangu mkononi, alikuja na ile gari akanichukua, nikapanda kwenye gari lake, tukaenda katika hiyo ofisi yao sasa. Bwana, wewe ambao hujasubscribe unakukumbusha uweze kusubscribe ili kupata
taarifa zetu suni zinavyokuwa bwana. Sababu unakwambia maisha ni kupanga na kuchagua. Jamaa alichagua, anazidi kujitafuta ili apate njia sahihi ya maisha. Maana mafanikio haijulikani wapi yanatokea, ila mafanikio ili kukute lazima kuna njia ya kupitia. Wengine wanapitia njia ngumu mno na kukatiza sehemu nyeti na ambazo zinasumbua kama vijana kama kina Kamponde. Okay, tunaendelea. Naomba malizie basi ili mtangazaji tusimchoshe sasa, umalizie mara mwisho. Ikawaje na rasmi tumalize kazi. Ni story ndefu kuweza kuisama hapo kwa muda wa dakika 2 au 3. Lakini kwa kifupi nielezee pale mpaka pale tulipofika ofisini kwake. Ndio. Tuliweza kupokelewa na wanaume ambao ni 4. Walikuwa wamevalia suti nyeupe. Nikakabidhiwa pale, nikakaribishwa pale, karibu sana, akanitambulisha. Yule rafiki yangu akanitambulisha kwamba huyu hapa anaitwa Dege, nimesoma naye shule moja kijijini kwetu. Kwa hiyo naye anapenda kuwa mmoja wetu. Ndio. Mimi nikawa nimekaa kimya pale na wasikiliza, wakajadiliana. Akasema Lega, naomba tuingie ndani kwanza kidogo. Alafu tutamrudia huyu rafiki yako. Ndio. Wakaingia ndani kwenye chumba kimoja cha ndani. Ni milango fulani kama ya dhahabu. Ndio. Wakaniacha pale uandani, mimi nikiwa nimekaa pale ndani. Wamekaa kama dakika 15 hivi, wakanirudia wakiwa wamebeba briefcase mkononi. Briefcase la mahela au la nini? Sikuweza kujua ndani kuna nini. Lakini ilikuwa ni briefcase, begi fulani ambalo begi limejazia limetuna kidogo. Haya mabegi official, begi ambazo hizi za mkononi. Sawa. Wakanijia pale, wakaliweka mezani ile pale. Na yule si ndo kiongozi wao yule. Ndio. Akaenda pale akalifungua lile begi. Ndio. Alivyolifungua lile begi, mle ndani kulikuwa na ni kama mikufu hivi. Alafu kulikuwa na nguo. Nguo ambazo zilikuwa zina chata fulani. Sikuweza kuielewa kwa wakati ule, sikuweza kujua maana yake ya zile chata. Mimi niliamini tu kwamba ni labda chata ya kampuni yao. Niliamini ile ni kampuni fulani. Kumbe ndio ilikuwa kampuni ya Freemason. Nilikuja kufahamu baadaye, lakini kwa wakati ule ndicho nilichokutana nacho. Nilikubaliana tu na kile ambacho nakiona machoni mwangu. Okay. Kwa hiyo baada ya hapo yule kiongozi wao akachukua pete moja. Akaniambia piga magoti hapo, nikapiga magoti. Akaniambia nyanyua kiganja chako kimoja juu. Nikanyanyua. Akasema fumba macho kidogo. Kafumba macho kidogo. Nikahisi kama mtu fulani ananivisha kitu fulani kwenye kidole changu cha pete. Akanivisha pale, alivyonivisha akaniambia fumbua macho. Ile kufumbua macho nikaona kama kuna mwanga mkali hivi umenipiga machoni mwangu. Nikadondoka chini ghafla. Nilivyodondoka chini ghafla sikuweza kujua nini pale ambacho kinaendelea, lakini nilikuja kujua baadaye kwamba pale nilipoteza fahamu. Okay, bwana, tunaweza tukasema kwamba hakuna marefu ambayo hayana ncha kama sikosei. Kwa hiyo hata mbio za sakafuni huishia ukingoni, na hapo ndo tunaweza kumaliza kama hivyo. Kisa kamili kitaendelea, tutaendelea naye awafikishe. Tunaishia hapo kwa leo, tuseme chao mpaka wakati mwingine. Asalamu alaykum, tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen.